Labda tu kwa ufupi tuweze kueleza shughuli za kampuni yetu ya YPIT Consultant ni kujaribu kuwasaidia vijana wa Kitanzania kwa ajili ya kwenda kusoma nje, na kuna vitu vingi ambavyo tunavitoa pale hasa kwa shughuli zetu kuhakikisha kwamba tumemshauri kijana kwenda kupata mafunzo kule nje. Inawezekana mwingine akaona mbona mimi sijafanya vizuri, je, naweza nikapata kozi gani kule nje? Ukifika pale sisi tunakushauri, lakini vile vile sisi tuna facilitate vitu vingi kwa kukusaidia, kwa mfano kupata visa, kupata passport size, udahili wenyewe tunafanyia hivyo. Na zuri kabisa ambalo niliongea, pia tunatoa ofa nzuri kuliko wengine za hasa kwenye processing fee. Tunatoa kama $500 tu, lakini za ambazo sawa milioni 1,350,000. Kwa maana tunakubali kwamba ni ndoto ya kila mzazi ama ni ndoto ya kila mlezi kuona kijana wake ama mtoto wake anakuwa na maisha bora zaidi. Lakini ukweli ni huu sasa. Dunia sasa hivi imebadilika. Ushindani wa ajira umeongezeka sana. Lakini pia hata elimu ya kimataifa imekuwa na thamani kubwa zaidi kuliko zamani. Sasa scholarship zinatofautiana kulingana na nini? Na ufaulu. Upo ufaulu mzazi anaweza kulipa hata kidogo. Lakini upo ufaulu unaweza kwa mzazi asilipe hata kidogo kwenye baadhi ya nchi. Lakini pia mzazi ana hofu kubwa nyingine ya nini? Ya usalama. Sisi YPIT Consultants tunachokifanya kwako sio tu kumsaidia mtoto wako kumsafirisha nje ya nchi akasome, atuachie hapo, lakini hata huko anaposoma tunafuatia mpaka matokeo yake. Kwa mzazi atajua kila kinachoendelea kwa mtoto wake. Na tunao watu wanaofanya counseling nje ya nchi na ndani ya nchi. Lengo ni kuhakikisha watoto tunatoa kwenye shida za kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, na wengine kwa sababu ya pressure kuingia kwanza kutafuta pesa mtaani badala ya kufocus na masomo. Lakini sisi pamoja na yote tunasaidia kufanya consultation iliyonyooka. Hatufocus kwenye pesa, tunafocus kwenye matokeo. Kwa nini? Kuna mtu anaweza akamaliza form 6 akaenda kwa baadhi ya wenzetu ambao they are doing the same business, anaenda anaambiwa akasome udaktari India. India huwezi kupeleka mtu akasoma udaktari. Sisi ndio tuna discourage kwa sababu India wanaenda kwenye specialization. Hiyo ni kumdanganya mtu. Kwa hiyo tunakuwa sisi mbele katika namna ya kufanya huduma bora. Kwa hiyo ndio maana tunamwambia it's better mkatuchagua sisi. Tunasaidia masuala ya mchakato wa visa, tunatoa mafunzo mazuri, lakini usindikaji wa passport, na wateja wetu tunaishi nao mpaka wanamaliza. Tunafanya verification yao kwa TCU, lakini pia tunahakikisha wanapata ajira kwa sababu ya connection na watu wanaofanya nao kazi. Form 6 nimalize kwa kuambia ushindi unaanzia kichwani. Mindset yako ni kila kitu. Make sure una adapt positive mindset. Kwa hiyo nafurahi kwa ujio wenu kuja kutembelea, kutoa fursa kwa wanafunzi kwenda kusoma nje. Kwa kweli sisi tunafurahi sana. Tunajua watoto wengi watapenda kwenda kusoma nje. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, mjisikie Msolwa. Msolwa ni shule inayosikika vizuri na inatoa watoto ambao wanafaulu kwa daraja la kwanza kabisa. Kidato cha 4, kidato cha 6. Kwa hiyo karibuni. Watoto wengi wanatamani sana kwenda kusoma nje, lakini wanatamani pia kuja kusoma Msolwa. Nashukuru kwa ujio wenu na Mungu awabariki sana.